Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kwa faida watazamaji wetu wa channel ya Jukumaza Online TV. Mimi mtangazaji wako Yusuf Othman bin Abdallah, mmoja katika watangazaji ambao tunafanikisha channel hii ya Jukumaza Online TV. Jumuiya ya kuimarisha maadili na malezi bora Zanzibar imepiga kambi leo katika Al-Madrasatu Darul Ulumi kwa ajili ya kuzungumza na vijana mbalimbali katika madrasa hii kwa nasaha mbalimbali. Shirikiana nasi kuanzia mwanzo mpaka mwisho katika ziara hii ambayo inaongozwa na mwenyekiti Maalim Juma Abedi Makame kama ni mwenyekiti wa jumuiya kuimarisha maadili na malezi bora Zanzibar. Mimi niseme ungana na sisi mwanzo mpaka mwisho, utajifunza mengi katika ndani ya madrasa hii Darul Ulum. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa salatu wa salamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd, tunamudi kwanza kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia zaidi za kheri kipenzi chetu mtume wetu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, lakini pia kumshukuru tena Allah kwa kujalia uhai na uzima leo kukutana hapa katika jambo letu hili. Allah tuwafikishe liende vizuri kama ambavyo tumelikadiria kulipeleka. Ifuatayo ni ratiba fupi ambayo itakayoweza kutuongoza katika shughuli yetu hii ya leo hapa. Kabla ya yote, jambo la kwanza ambalo tutakalochukua nafasi ni tutamkaribisha mwalimu wa madrasa hii kuweza kutukaribisha rasmi kwa ajili ya shughuli yetu hii. Baada ya hapo tutafungua kwa dua maalumu ambayo itakayoongozwa na mwenyekiti wa jumuiya kuimarisha maadili na malezi bora Zanzibar. Baada ya hapo tutaingia kwenye ile ajenda muhimu ambayo imetuleta hapa kwa ajili ya kuweza kuileta kwenu, lakini baada ya ajenda hiyo itafuatilia na dua ya ufungaji ambayo itaongozwa vile vile na maalim ama mwenyekiti wetu wa jumuiya hii ya kuimarisha maadili na malezi bora Zanzibar. Kwa hiyo baada ya kuweka utangulizi huo mfupi, nimkaribishe maalim wa madrasa hii kwa ajili ya ukaribisho. Maalim, hajatafadhali. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaykum salaam. Kwa majina naitwa Ustadh Isa Masud Ali, ni mwalimu wa madrasa hii, Madrasa Darul Ulum. Kama tulipopata taarifa kutoka kwa mwalimu wetu, mwalimu Asa, kwamba leo tutapokea ugeni kutoka katika jumuiya hii hapa. Ilikuwa wiki iliyopita, lakini kwa bahati mbaya kutokana na mawasiliano kidogo ratiba ikachafuka. Kwa hiyo hatuna budi kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kujalia siku hii ya leo kupokea ugeni huu, ugeni adhim, ugeni uliotujia kwa bila shaka kwa neema kubwa kuja kutufunza jinsi ya maadili, jinsi gani tuishi katika mazingira yetu ya hapa duniani, ambayo pia yatusaidia katika huko twendako. Kwa hiyo sina budi zaidi ya kusema asanteni, lakini pia karibuni sana katika madrasa Darul Ulum. Isiwe mwanzo tu leo, bali na siku nyingine tokezee mje mtembelee kwa ajili ya mawaidha, kwa ajili ya nasaha, kwa ajili ya kubadilishana mawazo ya kielimu na masuala mengine tofauti tofauti ambayo ni ya khairat. Kwa hiyo sina budi zaidi ya kusema karibuni sana. Asante sana maalim. Baada ya ukaribisho huo kuweza kuishia ama kukaribisha rasmi, sasa tunaingia katika kipengele cha ufunguaji wa shughuli yetu, na tutangulia ama tutafuata dua itakayoongozwa na maalim Juma Abedi Makame kama ni mwenyekiti wa jumuiya hii ya kuimarisha maadili na malezi bora Zanzibar. Baada ya ufunguzi ama uombaji wa dua hiyo tutafuata historia fupi ya jumuiya hii ya kuimarisha maadili na malezi bora Zanzibar. Mwenyekiti wa jumuiya hii tutakwambia tafadhali, karibu katika kuongoza katika ufunguaji wetu wa dua yetu. Al-Fatiha. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghayril maghdubi 'alaihim waladdallin.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، تب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم افتح لنا أبواب الخير، اللهم افتح لنا أبواب الخير وأغلقنا أبواب الشر برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Asante Maalim Juma Abedi Makame kama mwenyekiti wa jumuiya kuimarisha maadili na malezi bora Zanzibar, katika kutufungulia shughuli yetu hii, kupata dua hii ambayo ameifanikisha ama umeifanikisha. Tunachofuata sasa ni historia fupi ya jumuiya ya kuimarisha maadili na malezi bora Zanzibar itakayotolewa na mwenyekiti wa jumuiya kuimarisha maadili na malezi bora Zanzibar, Maalim Juma Abedi Makame. Nafasi ni yako, hajatafadhali. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salaam. Inshallah, kama tulivyoagizwa kwa kutoa historia fupi ya jumuiya yetu hii, jumuiya ya kuimarisha maadili na malezi bora Zanzibar. Jumuiya yetu hii asili yake imetokana na walimu wa madrasa. Walimu wa madrasa katika shehia ya Nyerere na shehia ya kwa Mtumajeni na shehia ya kwa wazee, baada ya kukaa na kutafakari jinsi gani maadili ya Zanzibar au maadili ya visiwa vyetu viwili hivi ambavyo ni 99% Waislamu, tunakuta maadili haya kwa kweli yanaharibika kwa kasi kubwa sana. Baada ya hapo tukakutana walimu wa shehia tatu, tukaamua kuunda jumuiya hii ya walimu wa vyuo vya Qur'ani. Alhamdulillah, baada ya kufika katika vyombo vya sheria ndio tukapata jina la kuimarisha maadili na malezi bora. Ikawa hapa ndo pahali pazuri, ndo kazi yetu. Kwa hiyo kwa historia fupi, madrasa jumuiya hii imeanzishwa na walimu wa madrasa, na ndio maana ziara zetu sisi tunaanza madrasa, kwa sababu waliochimbua chimbuko hili ni walimu wa madrasa. Kwa hiyo alhamdulillah, na tumefanikisha jambo hilo, na sasa hivi tuweko rasmi ni kisheria katika serikali, ikiwa na katiba yake na kila kitu chake. Kwa hiyo ruksa imepatikana sisi ya kutoa nasaha wa vijana na wanajamii, walezi, wazazi katika nchi yetu ya Zanzibar hii kuhusiana na maadili na malezi bora ya vijana wetu. Kwa hiyo alhamdulillah, kwa mpaka sasa hivi jumuiya yetu ina wanachama wasiopungua 40, wakiwemo wanachama wa aina mbili, wakiwemo wanachama madrasa na wanachama mtu ambaye amevutiwa na jumuiya hii anajiunga. Lakini mwanachama mkubwa katika jumuiya yetu ni mwanachama madrasa. Kwa hiyo katika ziara zetu hizi tunashabihisha walimu wa madrasa kuweza kushirikiana pamoja katika jumuiya hii ili tuweze kuleta maadili na malezi yale ambayo yalitoa sifa nzuri katika nchi yetu. Nchi yetu ilisifika sana, wananchi wake, nchi za Zanzibar wana maadili mazuri na tabia nzuri. Ndio maana ulimwenguni kote ikawa inasifikana kuwa Zanzibar ni nchi nzuri, na watu walikuwa wanavutiwa na ikhlaki na tabia za watu wa Zanzibar. Kwa hiyo kwa muda mfupi sasa hivi maadili yale yameonekana kuporomoka, na tayari duniani wanaanza kunyoshia vidole. Ilikuwa ni nchi nzuri, sasa hivi watu wake wanaanza kufanya mambo ambayo hayaeleweki. Kwa hiyo sisi kama ni walimu, na tumechukua dhima na jukumu hili kupita kila sehemu katika visiwa vyetu viwili hivi ili kuweza kufahamisha maadili na malezi. Kwa hiyo alhamdulillah, jumuiya yetu sasa hivi imefikia hatua manake za hata kuanzisha masomo ya pamoja katika madrasa zetu, na hali mmoja katika maendeleo ambayo tunajivunia. Tunayo mitaala pamoja, tunasoma, tuna vitabu ambavyo tumekubaliana, wao wanafunzi tunawafundisha kwa pamoja,
alhamdulillah, na hilo vile tumefanikiwa. Kwa hiyo kutia historia fupi, kwa ufupi ni hivyo, maana historia yetu iko hivyo maana. Kwa hiyo jumuiya yetu hii alhamdulillah inaongozwa na walimu wa madrasa na ndio wadau wakubwa. Kwa hiyo tunasabihisha walimu waweze kushikamana katika jambo hili inshallah. Katika historia fupi naona ifikia hapo, sababu muda hamna na historia ni kubwa sana. Inshallah hata rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Baada ya kusikiliza historia fupi ya jumuiya kuimarisha maadili na malezi bora Zanzibar iliyotolewa na mwenyekiti wa jumuiya hii Maalim Juma Abedi Makame, na sisi tumefahamu. Kinachofuata sasa ni utambulisho mfupi wa kuweza kufahamisha jumuiya yetu na viongozi ambao tumekamilika. Uongozi mzima upo kama wa kijumuiya. Yupo mwenyekiti kama alipojitambulisha hapo Maalim Juma Abedi Makame, yupo naibu mwenyekiti, lakini yupo mshika fedha, yupo naibu mshika fedha, wapo watu ambao wapo katika masuala ya mawasiliano wapo, lakini kulingana na harakati zao imekuwa vigumu leo kuweza kuwapata hapa. Kwa hiyo tumetoka sisi uongozi kama unavyoona hapa ni mfupi, lakini kwamba ifahamike kwamba wapo na wengine nyuma yetu kama jumuiya. Kwa hiyo baada ya utambulisho huo na historia hiyo fupi na ufafanuzi huu wa viongozi, tukiendelea mbele na shughuli yetu, tutaingia kwenye mada husika ambayo tunatakiwa kuweza kuileta kwenu leo katika madrasa hii Darul Ulum Maskosei. Na mada husika itakuwa ni umuhimu wa elimu pamoja na athari ya kukosa elimu, kwa sababu tupo katika madrasa hii ni sehemu ambayo inatolewa taaluma. Kwa hiyo ni muhimu jumuiya hii kaona ili maadili yaweze kusimama vyema, lazima swala la elimu lichukue nafasi yake. Kwa hiyo toa mada ni mwenyekiti, tutamkaribisha tena kwa ajili ya kuweza kuifikisha hii mada, umuhimu wa elimu pamoja na athari ya kukosa elimu. Mwenyekiti, karibu. Kama nilivyotuweka wazi hapa kwa mada yetu ni umuhimu wa elimu na athari ya kukosa elimu. Nadhani sote tunafahamu katika dini yetu Allah subhanahu wa ta'ala, jambo la kwanza alilompa kipenzi chake Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam, basi jambo la kwanza alimtaka asome. Sote nadhani tunafahamu, si wageni kwetu. Kwa hiyo inaonyesha wazi kuwa suala la elimu ndiyo msingi wa mema yote. Ukipata elimu iliyo bora, ukipata elimu nzuri ambayo inastahiki, basi wewe utakuwa ni mtu mwenye tabia nzuri. Sawa? Ukipata elimu nzuri utakuwa ni mwenye tabia nzuri. Elimu ni msingi wa mazuri yote. Elimu ni msingi wa mazuri yote, na ndio maana katika madrasa yetu tunakuja leo iko jina lake, maana yake linashikamana na elimu, kwa sababu wameona kuwa elimu hakuna kitu kingine ambacho kitampa mtu heshima, kitampa mtu umadhubuti katika na kujielewa na kujifahamu katika ulimwengu huu na kesho akhira tunakokwenda, kama wewe hujapata elimu. Na ndio maana tuliposema pale kuwa nchi yetu ya Zanzibar ilisifikana kutokana ina maadili mazuri, watu wake wana maadili mazuri, walikuwa na heshima duniani kwa sababu ni watu ambao walikuwa na elimu, watu ambao walikuwa na elimu. Tena elimu yenyewe sio elimu ya kama tunasema elimu ya akhira, walikuwa na elimu zote mbili, manake elimu ya dunia na elimu ya akhira. Walikuwa wamesoma. Sasa kutoka na elimu yao ndio ikawa inawaongoza katika maisha
mpaka ikafika sifa kwa nchi yetu. Alhamdulillah, ina watu wenye tabia nzuri na wenye maadili mazuri. Huu ni ukweli ambao usiofichikana. Wewe ukipata elimu nzuri na maadili mazuri, popote utapowekwa katika utumishi wa serikali au popote utapokwenda kufanya kazi, wewe lazima utakuwa unachunga mipaka yako kutoka na elimu yako uliyokuwa nayo, kwa sababu wewe una elimu umesoma Qur'ani, elimu ya chuoni, na umesoma elimu ya skuli. Kwa hiyo elimu zote mbili hizi wewe zinakuongoza katika maadili mazuri, zinakuongoza katika mambo mazuri. Hutofanya mambo kwa kujifanyia tu, kwa kufuata utashi wa kuiga tu. Tofauti na tulipofikia leo, unakuta elimu yetu sisi inakuwa ni elimu ya kuiga, si elimu ya kusoma. Manake elimu ya kuiga, yani tunakaa tunaiga mambo ambayo hayastahiki, manake hayamo kielimu. Yani kielimu manake mambo tunayoyafanya hayaingii akilini, kwa sababu tu tumekosa elimu. Na sote tuna mashahidi kwa mtu ambaye atakuwa akakosa elimu, basi hata heshima yake inakuwa ndogo. Heshima yake inakuwa ndogo, tofauti na mtu ambaye alipata elimu yake. Kwa hiyo katika jambo kubwa ambao jumuiya yetu tumeona sisi, ili vijana wetu na jamii iwe na maadili bora na malezi bora, lazima tulishabihishe swala la elimu. Ukimuona mwenzio ameacha masuala alikuwa ana masuala ya elimu, anasoma vizuri chuoni, anakwenda skuli vizuri, lakini ghafla tu kama ka change hendi skuli wala hendi chuoni, basi lazima umfanyie jitihada uweze kumkumbusha na kumfahamisha vipi maana yake lile jambo alilokuwa ameliacha, athari yake itakuja kutokezea. Kwa hiyo sisi kama ni jumuiya ya kuimarisha maadili na malezi bora, tumehisi hapa sisi ni pahali pazuri zaidi bana kupashikilia. Vijana wa Kizanzibari lazima mshikamane na elimu, tena isifike wakati amesha staafu, sasa hivi hakuna kustaafu katika elimu. Katika kusoma hakuna kustaafu. Wewe elimu ya skuli uhakikishe unasoma mpaka unafikia malengo, na malengo kule upate kazi yenye kheri na wewe, ambao itakufanya wewe uweze kuwasaidia wazazi wako. Leo wazazi wako wana nguvu na kusaidia wewe, wanakusomesha kwa hali na mali, lakini baadaye wazazi wako wewe watakuwa hawana tena nguvu, watakutegemea wewe uwasaidie. Hata ikiwa wewe hukusoma na umeachana na masuala ya kielimu, hatimaye utakuja kuwapa shida wazazi wako, na ikawa sababu wewe ya kuja kuingia katika tabia mbaya, na matendo yalikuwa si mazuri. Kwa hiyo hatua yetu ya kwanza sisi tunasisitiza zaidi, manake vijana lazima tushikamane na elimu, kwani elimu ndio msingi wa mema yote, na elimu ndio msingi wa mazuri yote, na elimu ndio msingi wa tabia njema. Watu walikuwa mtu ukikosa elimu hata tabia njema unakuwa huna. Hujui na jirani yako, hujui kae naye vipi. Rafiki yako huwezi utachagua, ukiwa na elimu utachagua rafiki wa kukaa naye. Lazima utachagua rafiki. Rafiki huyu mimi ananifaa kukaa naye na kuzungumza. Rafiki huyu naona huyu ni salimiane naye, lakini tabia zake si, utakuwa na uwezo huo, maana una akili ya kuweza kubagua hili zuri, hili baya, hili ndilo, hili silo. Pindipo wewe utakuwa unashikamana na elimu. Lakini kinyume na wewe kutoacha swala la elimu, wewe utajifanyia mambo kwa kuiga, kama tunavyoona sasa hivi. Alhamdulillah, Allah ametupa neema za simu hizi. Ndani ya mitandao kuna mambo mengi yalokuwa ndiyo, yalokuwa sio, kule yako tu. Sasa wewe ikiwa si mtu ambaye una elimu yako, ukajua hili ndilo, hili silo, basi unajikuta wewe unaweza kuingia katika mambo ambayo hayaeleweki. Katika mambo yalikuwa hayaeleweki.
Sasa kwa kweli katika swala la elimu, kupata elimu iliyo bora, manake ni swala ambalo lina kipaumbele kwetu sisi kama ni jumuiya. Hatuwezi kuzungumza mazungumzo katika hotuba zetu kama sisi hatujazungumza swala la elimu. Na hata tunaona upande wa viongozi wetu wanajenga maskuli, watu wenye fedha, mataasisi mbalimbali zinajenga mavyuo, zinajenga vyuo vikubwa tu. Alimradi mwanadamu al-insan lazima awe na elimu. Akikosa elimu mwanadamu anakuwa kama mnyama, inakuwa hatari. Nadhani wenyewe mnaona vijana wadogo tu ambao wanaacha kwenda chuoni na kwenda skuli, hatimaye unakuta tayari nani wanaanza kugeuka kuwa si watu wema tena, wanakuwa wabaya. Mtoto mdogo anakamata panga anakuambia mimi nitamchinja mtu yoyote, nitamchinja. Sasa wewe hebu angalia, mtoto anafika kwa anatembea na panga, yeye anayemkuta mwenziwe kamkuta na simu au kamkuta na kitu chake anamnyang'anya, sababu ile ni tabia mbaya, kwa sababu ile kakosa elimu. Kama angekuwa anakwenda shule na chuoni hatoroki yule, lazima angekuwa na tabia nzuri. Hii ndio hatari ya kukosa elimu. Yaani mabaya mengi wewe unakuwa unayaiga. Unaloliona baya wewe unataka uige tu. Kuna uigaji wa katika mavazi. Katika mavazi unakuta ndo kama hivyo, unakuta mtu nguo zake ana pesa yake nzuri, lakini kenda kutafuta nguo ambayo haieleweki. Na sasa hivi tunaona sote tukipita madukani humo kuna nguo zinawekwa zinauzwa ambazo hazifai hata kuwekwa hadharani kuuzwa. Zinawekwa maduka, zinawekwa nguo, picha ya mtu kaekwa sanamu pale kabishwa nguo. Basi ile nguo ambayo yenye athari kama ile, basi mpaka mtu anaona ile nguo nzuri hivyo, mtu anavutiwa na nguo kama ile pale. Nguo mbovu, nguo ambayo haina heshima, fupi, haina maadili yoyote katika taifa letu. Unakuta mtu anavutiwa na jambo lile pale, anataka kuiga vitu kama vile pale. Sasa fikiria wewe, kama wewe kweli umesoma chuoni, umesoma skuli vizuri elimu yako, wewe unataka kununua nguo design kama ile? Au utavutiwa na mavazi kama yale ambayo yanawekwa mbele hadhara za watu ambayo kama vile? Huwezi kuiga kwa sababu tayari elimu inakuongoza. Okay, wewe manyimbo sasa hivi, katika manyimbo unakuta watu wanacheza utupu manaki. Watu wanavaa mavazi ambayo hayaeleweki, manyimbo ya kijinga. Hata unakuta mtu watu wenyewe hutoza wanafunzi, mkiona vile watu wanapocheza na ile mambo ya ovyo, tayari na nyinyi mnataka kuiga. Watoto wanaiga yale manyimbo yanapochezwa ya kibalabala yale, watu wanaiga. Sasa kwa kweli ukikosa elimu, ikiwa wewe husomi, basi wewe itakuwa kinakuja mbele yako tabia mbaya ndio utazoziona wewe nzuri. Yaani athari ya kukosa elimu, zile tabia mbaya kwako wewe ndio zinakuwa tabia nzuri. Sasa hili tunalisisitiza kwa wanafunzi, hususan ndio tunatafuta elimu. Isiwe wewe tabia mbaya kwako wewe ndio inapendeza katika macho yako. Hata wewe rafiki yako, shoga yako, kipenzi, lakini hana tabia nzuri hii, wewe achana naye. Wewe fuata tabia nzuri. Isiwe unachokiona wewe cha tabia mbaya wewe unaiga. Kwa kweli hili tumeona tukizungumzia ni nyinyi wanafunzi, hili swala la elimu, na mkitufahamu sasa kuhusiana na swala la elimu, basi hakuna mwanafunzi atakaingia katika kuiga matabia mbaya, au mwanafunzi atakaingia katika mambo yaliokuwa haeleweki. Kubwa wewe utasimama katika swala la elimu mpaka ufikie hatima, ima upate kazi yako yenye kheri na wewe, na vile vile uweze kuwaenzi wazazi wako, vile vile uweze kuitumikia serikali yako, vile vile wewe utakuwa mwajiriwa mzuri katika serikali yako, utakuwa na sifa nzuri hata katika kazi yako. Umepata kazi ya serikali, basi utakuwa mtumishi mzuri, kwa sababu ni mtu ambaye akili yako iko nzuri, akili yako inafanya kazi vizuri. Lakini kinyume na hapo, basi tayari unajikuta wewe mwanafunzi
unaacha njia, unakwenda katika mabonde. Maana ukiacha njia ya elimu unakwenda katika mabonde. Sawa. Kwa hiyo msisitizo wetu sisi na ziara yetu hii kuja katika madrasa yetu hii Darul Ulumi, mashallah, kuja kutoa nasaha kama hizo. Kwa maana tunakuombeni wanafunzi mujitahidi, mujitahidi sana, usitoke katika mstari wa elimu. Na ukimwona mwenzio bwana wewe chuoni siku hizi, vipi wewe shule, sivyo hivyo, usifanye hivyo, nenda shule, nenda chuoni, sababu kwa sababu hili ndo mustakabali mwema. Tumefahamiana wanafunzi, tumefahamiana? Ndio. Tuko pamoja? Basi inshallah kila mmoja manaki kwa njia moja au nyingine, basi wewe lazima una shoga yako, unaye rafiki yako karibu, unaye rafiki yako ambao uko pamoja, basi mshikamane na muhimizane ili nchi yetu ibakie kuwa ni nchi yenye wanafunzi wazuri, wenye tabia nzuri, iwe sifa zitoke sifa nzuri duniani. Ukiwa mwandishi wa habari mwenye maadili mazuri, ukiwa daktari uwe daktari mwenye maadili mazuri, ukiwa mhasibu serikalini basi wewe kuongeza zero huongezi, unajua hapa ngiongeza zero kwa tatizo, sio fahamu. Ukiwa mwalimu wa madrasa basi utajua jukumu langu liwe vipi, kwa sababu tayari elimu inakuongoza. Kwa hiyo kwa siku ya leo natumai kwa mada yetu hii na ujumbe wetu huu, natumai mmetufahamu leo jumuiya hii ya kuimarisha maadili na malezi bora imekuja kufanya jambo gani. Na kila mtu atakayekuuliza kwani wale wageni leo pale chuoni kuja kufanya nini, wale ni jumuiya ya kuimarisha maadili na malezi bora, wamekuja kutuhimiza na kutukataza. Wamekuja kutuhimiza kusoma, kuendelea kusoma na kutafuta elimu. Wamekuja kutukataza kutokuachana na swala la elimu. Tumefahamiana hapo? Kwa hiyo kutokana muda si rafiki, na hisi nifikie hapo, nimpe ni maiki mtangazaji hapa ili tuendelee na mengine inshallah.